Kwa swali lingine sana nataka kuuliza. Tumekuwa na huko kuna picha una post. Wa mama. Kuna wapi watu nyumbani wataona? Unajua watu wa nyumbani hawana simu za internet. Hizi watu wanaingia internet. Family members. Sio wengi wako na hii nini. Sio family members wote wako na simu za internet. Kuna ni mimi na masista zangu wawili ndio huwa tunachangamkia internet. Na wanakuelewa. Unaona? Na huwa wananielewa, unaona? Kwanza kuna nyingine hatari sana ulipost. Kuna nyingine hatari sana. Wakati hiji na nini? Ilikuja. Hiyo kuna jina ilitokea. Unajua hiyo jina? Kwa Kijaluo hii Twak Makende. Yeah, exactly. Kwa Kijaluo hiyo jina inamaanisha nini? Special interview. Unajua vile kuna TV fulani ilifunguliwa ya Kijaluo. Sasa walikuwa wanataka kuinterview nani? Kuinterview nini? Wajaluo. Unaona? Sasa wakaweka hiyo jina. Wakaika hiyo jina special interview. Ebu mama, ambia watu tena. Unajua watu wanakuwa na fikira mbaya. Ebu ambia Twak Makende inamaanisha aje? Unajua watu Twak Makende inamaanisha special interview, special conversation. Shikeni maneno. Interview. Inasema special interview. Si hivyo mnafikiria nyinyi. Na kuna nyingine pia niliongeza. Ya Wakikuyu. Unajua niliona kwa station fulani ya Wakikuyu. Nini? Waliandika nini? Kuma kondo na kondo. Kuma kondo. Kuma kondo na kondo. Kuma kodo na kodo. Hiyo sasa unajua watu wakachukulia negative. Sasa mimi ile post yangu niliweka nikawaambia mimi niko na Twak Makende special interview. Alafu kuma kondo na kondo nimetoka. Unajua mimi ni Mkikuyu. Sasa nikaziunganisha zote. Sasa nikamwambia mimi niko na Twak Makende na nataka kuma kondo na kondo. Sasa wengine wakaichukulia negative. Unajua now, ladies and gentlemen, good afternoon. Leo siku nyingine Mungu ametupe, and today I have a very special guest with me. You all know him. Mnamjua, especially wa mama mnajua huyu msai. Mama. Niko na mfalme tajiri mkuu aka wa mama mwenyewe. Wa mama, salimia watu. Hai wa mama. Napenda sana wa mama. Ni aje? Popo. Uko aje? Niko salama. Tuambie bwana, umekuaje? Mimi niko salama kabisa. Tumekuwa na tumba juzi tu tumeona umekuja. Nilirudi juzi tu. Umerudi juzi tu. Nimekuwa nikufuatia ukiwa huko majuu. Na wazee. Kwanza utatuambia majina yako, umezaliwa wapi, shule. Tuambie majina yako kama unajua mama hakujui. Majina yako anakujua tu kama tajiri mfalme mkuu. Majina yangu kamili ni Desmond Otieno Owino. Desmond Otieno Owino. Ndio majina yangu kamili. Otieno Owino. Otis. Yawa. Otis, tuko na Otis hapa. Yakababa. Yakababa Otis. Bwana. Unajua mimi sijui Kijaluo hata kidogo. Wanasalimiana aje by the way? Amosi. Amosi. Unajua mimi ni Mkikuyu, ni watu wa Walu. By the way, tuambie umezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Korokocho. Korogosho. Korokocho nikasomea Korokocho primary. Kitambo ilikuwa Korokocho primary lakini libadilishwa. Hizi ni Daniel Komboni. Daniel Komboni. Daniel Komboni. Hapo ni primary school. Nikaenda secondary Machakos. Uko Mayakos. Anakuitanga Mayakos. Mayakos. St. Valentine High School. Baadaye nikamaliza nikaingia hapa sokoni.
Nilikuwa nataka kwenda university lakini nikaona ni chape kazi. Kwa hivyo ulikuwa umepita vizuri pale ya high school. At least niingize kitu kwa mfuko. Sasa ukachapa hustle tu hapa sokoni. Nilimaliza high school nikaingia hapa sokoni. After high school sasa ukaingia hapa sokoni. Na baadhi ya watu wangu tuko hapa tu sokoni penye tumekuta wamama nachapa tu hustle. Unajua Kenya ni kutafuta pesa, by the way. Kenya ni pesa. Kenya ni kutafuta pesa. Alafu imekuwaje sasa umeenda huko majuu? Ulienda mwaka gani huko majuu? Najua watu wengi sana baadhi wamekujua ukiwa huko majuu na walikujua ukiwa kwa ile group ya Kilimani Moms. Kwanza Kilimani Moms. Kwanza tuambie ilikuwaje ukaenda huko majuu? Alafu sasa tukuje kwa hapo kwa hii group ya Kilimani Moms vile ilianza sasa. Kutoka Kenya nilienda majuu. Nilienda majuu nikahasolo huko. Nilienda 2014. 2014. After election sasa hiyo mwaka ilifuata sasa ukaenda huko majuu. After election nikaenda majuu. Sasa tuambie haso ya huko majuu na haso ya hapa Kenya. Hebu tuambie tofauti ni gani na unaona ni wapi kuzuri ukifanya haso huko majuu na hapa Kenya? Unaona aje? Haso ya huko majuu ni kuzuri kwa sababu mshahara unapata kila mwezi. Lakini unajua haso ya hapa Kenya ni kuunga tu na solitip. Unaunganisha tu na solitip. Unapata wakati mwingine unakosa. Alafu nakutanga end month inaweza fika ukute mdozi amekwambia nitakupatia next week. Na hiyo end month imefika hapa ni Kenya. Hapa ni Kenya. Lakini huko mshahara inaingia kila mwezi. Unapokea, hakuna shida. Tuko kwa company. Nafanya kazi vizuri. Okay, alafu kuna swali lingine nilikuwa nataka kukuuliza. Okay, unajua ni watu wengi sana wanasemanga ati mostly ni ladies wanaendanga huko Gulf na huko hizo area. Ni kweli ama ni aje? Tunaendanga wote kijumla. Sio ladies peke yake kwa sababu hata mimi sio lady. Mimi pia sio lady lakini niko huko. Unaona sasa tunaendanga wote kijumla lakini sasa ukienda uangukie mahali pazuri ni sawa, unashukuru Mungu. Lakini ukiangukia mdosi unajua inalingana na mdosi na bado unafanya kazi. Alafu kuna kitu kingine wa Kenya hawakuangi wametambua ama hawajuangi. Ukitoka Kenya ukienda huko majuu. Unajuanga unaenda kufanya kazi hii ndio kazi unaenda kufanya unaambiangwa hii ndio utafanya. Wewe unatoka hapa ukijua unaenda kufanya kazi gani. Kwa hiyo ukipanda ndege unajua specific unaenda kufanya kazi gani. Unaenda kufanya kazi gani na wapi haswa. Hiyo ni mzuri. Tena swali lingine nilikuwa nataka kuuliza. Unajua sisi tunajua ladies wakienda huko most ladies wanaendanga kazi ya nyumba. Wanaume ni kazi kama zipi wanafanya huko? Ni kama wanaume wanafanya kazi za company, kazi za security, waiter. Kuna pia kazi za mjengo pia huko. Lakini advantage ni mshahara iko juu kulinganisha na huko. Mshahara huko iko juu. Ukilinganisha na huko, huko mshahara iko juu. Kwa sababu unapata chakula wana provide, nyumba wana provide, mshahara inaingia tu kwa mfuko. Na hiyo ni kitu kingine tena nilikuwa nataka kuguzia. Ukienda huko juu umeprovidiwa shelter. Shelter. Chakula umeprovidiwa. So mshahara tu inaingia ikiwa tu nini? Inaingia tu. Ikiwa tu block hivyo. Ikiwa block. So wewe tu ni kidogo. Wewe ni kidogo unachuna kidogo alafu unatumia hizo zingine una save. So wewe ukiona nama mimi kwa maoni yangu mtu akifanya kazi huko majuu ama huko Gulf anaweza save kuliko mtu wako Kenya kwa sababu kitu ya kwanza hapo ukiwa Kenya mshahara imeingia tuseme nyinyi wote mnapata 30,000 mtu mwenye anafanya majuu na mtu mwenye anafanya Kenya 30,000 ikiingia ukiwa Mkenya uko na rent hata tuseme ni 5k kuna rent kuna food useme kama ni 3k kuna transportation na nini kwa hivyo unakuta by the end of it all mshahara unatumia kama yote unatumia karibu yote. So ukiwa huko majuu kwa hivyo unaweza fanya project kuliko mtu anaweza fanya hapa Kenya ukipata the same salary. Hiyo ukiwa huko kule unaweza fanya project kubwa. Okay, challenges zinakuanga gani ukiwa huko majuu? Challenges unaweza enda upate mahali pazuri. For example mimi huwa nafanya kazi kwa kampani. Unaona hiyo ndio
niko mahali pazuri. Lakini unajua kuna wengine sana sana ladies wanaenda wanakutana, wanafanya kazi kwa nyumba, wanakuta mdosi nini ule mwenye nyumba ni mzuri ama ni mbaya. Unaona, na nyumba zinakuwa na secret mingi sana ukifanya kazi nyumba ziko na secret, mingi sana. Okay, na mbona mostly ladies ndo sijaiona mwanamume akisema anafanya kazi gaf ati anakuja, unajua story mingi zinakuanga za ladies. Okay, shida ni gani? Ati unaona ladies sijui anachapwa, sijui anafinyiwa. Shida inakuanga gani hasa? Sijaiona mwanamume wa Kenya akisema sijui anafinyiwa huko, sijui ameua, sijui. Okay, unaweza tuambia shida inaweza kuwa gani na ladies ama kuna kuangaje? Unajua shida ni hiyo venye nimekwambia. Unaenda unakuta mdosi sio mzuri, ama unapata mdosi ni mzuri, ama mama mwenye nyumba anakupenda na baba akupendi. Unaona, sasa unakuta mtu mmoja anakupenda, mwingine akupendi. Sasa unajua hapo utakuwa na shida. Unakuta unapatiwa kazi nyingi, mshahara kidogo. Unaona, sasa wewe ukianza kuleta shida, unataka kwenda kwa embassy, wanakataa. Wakati mwingine pia mshahara unanyimwa. Unaona, sasa hizo ndio challenges. Okay, na niulize, kuna time walikuwa nasema embassy ya Kenya maybe huko juu ni kama sometimes hawasikizi watu, ni kweli ama ni uongo? Inalingana na ni embassy ya nchi gani. Kama ukiangalia embassy ya Saudi Arabia huwa hawasaidiwi. Wakienda embassy ya Saudi Arabia. Sasa kukiwa na shida alafu uende kwa embassy, hiyo embassy iko huko hawakusaidii. Unaona, wanakwambia sijui ngojea. Watu unakuta wengine wanakufia mpaka kwa embassy. Sasa hiyo ndio shida. Unaona, wengine hata mshahara wapatiwi. Unaona, sasa unakuta kuna challenges sana. Challenges ni mingi sana. Sana sana Saudi Arabia. Saudi Arabia ndio kuna kuanga na kesi mingi, lakini place kama Qatar. Wewe ulikuwa country gani hasa? Mimi niko Oman. Oman. Lakini hizo country zote ni za Waarabu. Hizo zote ni za Waarabu. Lakini Oman kuko aje? Oman ni kuzuri, hata weather ni mzuri, ni kama tu ya Kenya. Baadhi nasikianga Arab countries sana sana kunyeshangi. Ni kweli ama ni desert? Kunyesha ni desert huko. Huko hadi Oman ni desert. Hata huko ni desert, lakini nyumba ni zile za kifahari tu, lakini nyingi kwingi ni desert. Okay. Na nilikuwa nataka kuuliza aje. Najua saizi Kenya kupata kazi ni ngumu sana. Na pia kazi hakuna. Unaweza advise aje mtu anataka kwenda huko? Ukienda huko unastahili kukaa aje na hao watu ndio mkae kwa amani, msikuje kuwa na mvurutano kwa kwenye maybe kama umeandikwa kwa nyumba ama kwa kampuni, mtu anastahili kukaa aje? Unajua ile kitu ninge advice wakitoka hapa unatafuta agent ule mzuri. Ule anaitwa Ginin. Ule mzuri mwenye atakupeleka huko akufuatilia. Unajua kuna agent mwingine anakutoa hapa, yeye ashamaliza kazi yake. Akisha kupeleka huko sasa ni wewe tu. Akishapeleka huko ni wewe. So lakini kuna wengine wakikupeleka wanakufuatilia. Kama mahali umefika, tunaona wanakufuatilia hata ukiwa na shida. Sio nini, wanakushughulikia. Agent wenyewe ndio wanakushughulikia. So ukienda huko kwanza utafute ile agent legit. Ile legit. Si ati mtu anataka na ujui hiyo agent iko aje. Hivyo ndio iko. So lazima kwanza ufanye research ujue hii agent iko fiti. Okay, hiyo ni mzuri. Alafu kuna hii story. Kuna hii story cartoon alifanya ikiwa comedy. Uliona? Niliona. Ulichukulia aje by the way? Sikuichukulia vizuri, hata hiyo story nilihuzunika. Watu waliteta kwa mitandao, watu waliteta TikTok, watu waliteta. Nilihuzunika, hata kuna jamaa fulani anaitwa Sankok. Sankok alishambulia wanawake wale wanaenda Saudi Arabia. Na mbona wanashambulia tu wanawake? Na unajua huyo Sankok ni mbunge. Ni mbunge anasimamia. I remember very well. Anasimamia walemavu. Namjua. Alianza kusema, alikuwa anasema wanawake wanatolewa kwa Inange, wanapelekwa huko. Unajua hiyo sio mzuri. Alafu unajua ile kitu ya kuhuzunisha
mtu ametoka hapa umeenda kuchapa haso huko. Kwa sababu ukitoka hapo unaacha familia yako yote. Yeah, by the way, true. Umeacha familia. Na wanakutegemea ukiwa huko. Wanakutegemea. Alafu uone watu kama huyo mbunge anasema hiyo maneno. Ati mtu ametolewa Koinange ati akapelekwa huko. So inahuzunisha sana. Inahuzunisha. Hata wale wanafanya kazi huko wanahuzunika sana. Wanahuzunika. Hata maybe hata hii comedy ya cartoon alifanya maybe yako anatarajia maybe italeta mambo kama hiyo, lakini ni ya kuhuzunisha pia. Hakuwa anatarajia kwa sababu unajua yeye hajawahi enda huko. Yeah, true. Hajawahi enda huko. Sasa yeye alikuwa anaichukulia kama comedy. Yeah, ni comedy lakini unajua sasa kuna comedy zingine watu ukifanya hazifurahishi. So hiyo comedy ilikuwa extreme so much. Hiyo ilikuwa mbaya. Hiyo ilikuwa extreme so kwa sababu inaguza lives za watu ndani. Hiyo inaguza lives za watu. Unajua kila mtu ameenda huko kuhustle. Yeah, by the way. Na kila haso ya mtu na haso ya mtu inastahili kurespektiwa sana. Sasa tukiwa hapo sasa wacha tuingia kwa mama. Kwanza jina Mfalme Tajiri Mkuu ilikuja aje? Jina Mfalme Tajiri Mkuu. Mfalme Tajiri mtu anafikiria jamani tajiri kuruka. Nilijoin Facebook 2014. Yeah. Sasa unajua hiyo wakati nilikuwa natumia jina yangu real, Desmond Otieno Owino. Sasa hiyo wakati nilikuwa kwa grupu fulani. Unaona nilianza kujoin group. Sasa kuna grupu Kenyans in Gulf, Gulf Rocks. Sasa ndio nilijoin, unajua ni watu wa Gulf. Wale wenye wanafanya huko Gulf, huko kwa Arabu. Sasa baadaye vile nilijoin hiyo group nilikuwa natumia jina yangu real. Sasa Otieno wa Desmond Otieno. Sasa nikaanza kuwa celeb. Ndio watu wakaanza kitu yote na post, watu wanashangilia. Kitu yote na post watu wanashangilia. Tutakuja hapo kwa post zako. Sasa watu wakaanza kutengeneza nini? Hizi zinaitwaje? Account, fake account. Yeah, na jina yako na jina yangu real. Na picha yako. Na picha zangu wanafungua fake account. Zilikuwa fake account karibu 100. Kwa sababu unajua sasa wakifungua na mimi unajua ni mgeni tu Facebook. Yangu unajua inafungwa. Sasa wanaripoti yangu inafungwa. Sasa ilikuwa ni shida sana. Wewe mwenyewe wanakuripoti. Wanaripot. Na mimi ndio mwenyewe wanatumia jina yangu. Alafu unajua wana post picha zangu, wameiba foto zangu zote zile nimepost. Anaweka kwake. Unajua sasa followers wangu wanawafuata. Wanawafuata. Sasa ilikuwa ni tabu sana. Sasa nikaanza kujiita nikafungwa na jina tofauti, nikajiita Tajiribe, nikajiita nini? Mfalme mkuu. Unaona? Nikajiita Desmond Tajiri, Enoch Tajiri. Nilijiita jina nyingi, lakini ya mwisho sasa nilikuja nikafikiria sasa hizo jina zote kuna jina tu moja ndio inanifaa mimi. Jina ya Mfalme Tajiri Mkuu. Mfalme Tajiri Mkuu. Kwa sababu unajua nilikuwa nataka nilikuwa naomba Mungu siku zinakuja nikuja ni kwa mfalme mwenyewe ambaye ni tajiri ambaye anaheshimika, tajiri mkuu. Sasa si mfalme mwenye ana kakitu. Mwenye ana kakitu. Unajua tena ukiwa mfalme na huna kakitu. Mfalme tajiri ule mkuu, tajiri mkubwa. Sasa nikajiita hiyo. Na baadhi hiyo jina ni very unique. That name is sasa very unique. Sasa venye nilijiita hiyo, watu wakaanza kufungua fake account. Sasa nikaanza kuwa report, Unajua hiyo wakati nilikuwa natumia email. Unajua email unafungua karibu mara 2 3, alafu unaambiwa utumie namba. Sasa nilifungua na namba nyingi, nilikuwa nanunua namba, unaweka naweka inafungwa, na hii account inafungwa, nanunua namba inafungwa. Sasa nikaanza kuwa report. Sasa kuwa report sasa so mimi sasa ni wewe. Hata baadhi ya mtu akikusearch inakuja tu nini yako tu peke yako. Sasa swali lingine kutoka hapo sasa 2018 baada ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi hii uchaguzi ya
ya 2018. Sasa ndio nilijoin Kilimani. Kilimani najua sana na imekuwa na nini sana. Nilisikia kuna group fulani inaitwa Kilimani Moms. Sasa ndio nikajoin. Sasa post zangu zote nilikuwa naanza ati wamama nakula, wamama nalala, wamama naenda unafanya hivi, wamama sasa kutumia hiyo jina sana. Sasa nikafukuzwa kwa group. Sasa unajua mpaka nikablokiwa. Aya. Alafu unajua kulikuwa na group mbili hizo Kilimani. Kulikuwa na Kilimani original, Kilimani Moms original, na kuna ingine zilikuwa mbili. Kuna mtu mwingine aliona inafanya vizuri akakuja akafungua kake hapo. Zilikuwa zote Kilimani, lakini zilikuwa na members wengi. Sasa unajua kuna yenye nilijoin. Alafu baada ya kujoin watu wakaanza kunishambulia. Huyu anatusumbua watu hapa, anaita watu wa mama, ablokiwe. Unaona? Sasa baadaye baadaye nikaongea na admin akaambia wale admin wengine, huyu jamaa usimtoe, asitolewe kwa group, kwa sababu kulingana vile ilikuwa ni kama unaleta watu wengi sana kwa hiyo. Sasa baadaye hiyo group ya Kilimani ya kwanza ilifungwa. Sasa ikabaki ile kuna Kilimani sasa ile sasa original. Sasa ndio ikabaki. Sasa hiyo Kilimani ndio nikajoin. Unaona? Sasa watu wakaleta shida na admin unajua patikanangi. Sasa mimi nilikuwa tu huko. Sasa baadaye ndio baadaye nikakuja wakaanza kunita wamama. Unaona? Kwa sababu natumia hiyo jina sana. Sasa wenye walinita wamama, mimi sikuwa nafurahia jina, sababu nashindwa sasa mimi ni wamama. Sasa wamama unaita mtu wa mama aje sasa. Sikuwa nafurahia hata mara ya kwanza walikuwa wanaita huyu wa mama. Sasa mpaka wakati mwingine wanaweka nini? Wanaweka votes. Na hizo zote nilikuwa nashinda. Za wale maseleb. Unaona? Na hizo zote nilikuwa nashinda. Alafu walikuwa wanaweka mama na mwingine. Sasa mimi sikuwa nafurahia. Lakini ikabidi nikazoea. So, hii jina wa mama imetoka hapo. Imetoka sasa hapo Kilimani. Na ni kama hii jina wa mama imeshika sana. Hii jina wa mama imeshika sana. Alafu baadaye 2019 venye nilikuja sasa ndio huyo admin aliona nimekuwa jina yangu imekuwa kubwa zaidi. Tunaona nimekuwa celeb zaidi. Tunaona niko kwa hiyo group akaniblock. Tunaona kwa sababu ya wivu. Unajua hapo sijui Wakenya mbona Wakenya ni kama wako na wivu. Wakiona tu ni kama unaenda hivi wanakuonea wivu. Na sijui mbona shida yake. Lakini sio Wakenya wote. Si wote, wachache. Kuna wachache wanakuwa na wivu. Kwa sababu hata mimi nikiangalia kwa nini? Kwa Facebook huwa na entertain. Unaona? Kila kitu inakuangalia ni wamama. Lakini kuna watu wengine kazi yao ni kutusiana. Sijui jamaa sijui apelekwa madhara, sijui huyu jamaa kichwa yake sio mzuri. Unaona? Lakini mimi huwa nazichukulia kama nini? Kama jokes. Ni kawaida tunachukulia kawaida tu. Kwa sababu ni vitu nimezoea. Unaona? So hiyo jina wa mama sasa ukakuja ukastick nayo. Sasa hiyo ni kama brand yako sasa. Sasa hiyo ndio brand yangu. Na sasa ukatoka pale kwa group. Sasa uko na page yako. Sasa nikatoka kwa group ya Kilimani. Nikafungua yangu. Page yako sasa. Unajua sikuwa nataka nifungue yenye iko na ile jina. Unaona? Ikabidi nifungue Kilimani International. Kwa sababu unajua mimi mwenyewe unajua niko international. Si ati niko local. Uchezi hii ligi. Mimi nacheza ligi ya international. Ligi yako si hapa. Ligi yangu ni international. Kwa sababu unajua pale hata nikientertain kuna na watu Afrika nzima wananifuatilia. By the way. Hata nikiangalia kwa comment huwa naona wa Nigeria, kuna wengine wa Kongo, kuna wengine Tanzania tofauti, kuna wengine hata wako Amerika, unaona wananifuatilia dunia nzima. Unaona? By the way. Sasa
Hiyo jina yangu ilitoka hapo. Alafu unajua sasa saizi niko na group yangu. Hiyo international Kilimani International. Kilimani International. Na ile grow imefikisha watu 88,000. Lakini huwa sipost huko. Huwa na post kwa wall yangu. Kwa page yangu. Page yangu saizi kuna 48,000. Yeah, 48,000 followers. Now by the way, 48,000 followers is not a joke by the way. 48,000 followers au ni watu wengi sana. Saizi imefika 49,000. That means uko na influence. Niko na influence. Na that means unajua hivi karibuni unaweza pokea nini, unaweza kuwa una advertise kwa hiyo page yako. Yeah, unaweza kuwa na because 48,000 is not a joke. Lakini kulinganisha page na group, ni gani unaona ikiwa more na advantage mingi kuliko ingine? Unajua zote ziko na advantage. Lakini unajua mbeleni venye nilifungua group nilikuwa na post kila wakati. Lakini unajua watu wakaanza kusema huyu admin atuachie nafasi. Unajua wewe ndio mwenye group na unaonekana pale admin. Sasa huyu admin sasa nikaona itaribu group. Sasa nikaona niwachie watu platform hiyo platform wanajinize. Sasa mimi niende kwa page. Sasa ukiwa wewe mwenyewe. Sasa wao niko tu kwa page. And that's a brilliant idea by the way. That's very good. Alafu sasa nimeona uko na YouTube channel. YouTube channel uko nayo. Unaipangiaje hiyo YouTube channel yako? Unajua venye nilikuja Kenya, nilikuja kubadilisha passport. Unaona, nilikuja kubadilisha passport kwa sababu passport ile expire. Lakini sasa nilikuwa nataka nikae huku nianze kufanya content za YouTube. At least wamama waanze kunisupport. Unaona, wamama unajua nikianza content wamama watanisupport alafu nitanini. By the way, YouTube inakuwa na kwa swali lingine sana nataka kuuliza. Tumekuwa na huko kuna picha una post wa mama kuna wapi watu nyumbani wataona? Unajua watu wa nyumbani hawana simu za internet. Hizi watu wanaingia internet. Family members sio wengi wako na hii nini. Sio family members wote wako na simu za internet. Kuna ni mimi na masista zangu wawili ndio huwa tunachangamkia internet. Na wanakuelewa. Unaona? Na huwa wananielewa, unaona? Kwanza kuna nyingine hatari sana ulipost. Kuna nyingine hatari sana. Wakati hiji na nini? Ilikuja. Hiyo kuna jina ilitokea. Unajua hiyo jina? Kwa Kijaluo hii Twak Makende. Yeah, exactly. Kwa Kijaluo hiyo jina inamaanisha nini? Special interview. Unajua vile kuna TV fulani ilifunguliwa ya Kijaluo. Sasa walikuwa wanataka kuinterview nani? Kuinterview hao nini Wajaluo. Unaona, sasa wakaweka hiyo jina special interview. Abu mama, ambia watu tena. Unajua watu wanakuwa na fikira mbaya. Abu ambia Twak Makende inamaanisha aje? Unajua watu Twak Makende inamaanisha special interview, special conversation. Shikeni maneno. Interview. Inasema special interview. Si hivyo mnafikiria nyinyi. Na kuna ingine pia niliongeza ya Wakikuyu. Unajua niliona kwa station fulani ya Wakikuyu nini waliandika nini kuma kondo na kondo. Kuma kondo. Kuma kondo na kondo. Kuma kodo na kodo. Hiyo sasa unajua watu wakachukulia negative. Sasa mimi ile post yangu niliweka nikawaambia mimi niko na Twak Makende special interview alafu kuma kondo na kondo nimetoka. Unajua mimi ni Mkikuyu. Sasa nikaziunganisha zote. Sasa nikamwambia mimi niko na
network Makendo na nataka kuuma kondo na kondo. Sasa wengine wakaichukulia negative. Unajua mimi ni Mkikuyu by the way. Kuma zote ziko na mini. Kuma kodo na kodo inamaanisha kutoka places tofauti. Wewe ni wa Ndora, wewe ni Kangwale, wewe ni wa Kangemi, wewe ni wa Mathare. Kuma kodo na kodo. Hiyo. Si by the way sasa special interview kutoka sehemu tofauti. Sasa watu wakuelewa. Wale wenye walikuwa naelewa. Unajua sasa tribe ni tofauti. Tribe ni tofauti. Unaona sasa kuna wale walikuwa wanachukulia negative. Unaona. Lakini ziko na maana. So lakini kulingana na picha yangu yenye niliweka pale. Wewe ingine hatari. Na baadaye nitaiweka moto sana. Picha hazo nitaweka moto sana. So uwapangi ukininiza picha. Hapana, huwa ni entertainment. Unajua vitu kama hizo ndio zinafanya mtu anapata influence kutoka kwa mama. Unajua wamama wanapenda vitu kama hizo. Alafu tena kitu kingine nafikiria ile, unajua ukiwa huko majuu ile kitu unaweza ongea na watu wa Kenya na hizo vitu uone kama mko pamoja ni vitu kama hizo. Cause unapata comments zao ni kama unaongea moja kwa moja nao sasa. Moja kwa moja. Cause nao ukiwa huko juu unajua patana na watu wa Kenya. Ama unapatana na Wakenya ukiwa huko majuu. Wakenya wako lakini sio wengi. Ni moja. Sasa unajua kama mimi huwa nafanya kazi usiku. Sasa wakati wa mchana huwa nalala. Alafu unajua wakati wa usiku naishi uko peke yako. Unafanya kazi peke yako. Na wengi wao wanafanya kazi mchana. Sasa unajua usiku uko peke yako, mchana pia uko peke yako. So lazima utafute kitu ya kununua. Sasa unatafuta yani kitu ya kuongea na watu. Kukimbiza time kwa sababu by the way ukiwa peke yako bana unaboeka maso. Hapo lazima upost kitu italeta nini pale. Ile kitu itachemsha watu bongo. Hata mtu amelala hivi usingizi kwanza hiyo. Mtu amelala ukiamuka tu hivi usingizi tu inapotea. Sasa huwa na post pale kitu yenye huwa na chemsha bongo wa mama. Unaona? Kwa sababu unajua nikipost pale kitu yenye yani kitu yenye nimefikiria mimi mwenyewe haita kuwa influence. Unaona? Lakini sasa huwa na post yenye wamama nataka. Kwa sababu unajua hata saizi venye niko mali niko saizi. Unajua nilikuja Kenya. Alafu ananiuliza sasa wewe utarudi majuu lini? Unaona? Utarudi majuu lini? Kwa sababu kuna kitu wamama wamekosa. Kuna kitu wamekosa. Kuna ile entertainment wamekosa. Kwa hiyo ukiwa hapa Kenya unavaa suti, unavaa tu vizuri, unatembea hapa na pale. Wanakuona unachapa kazi, lakini pale unajua entertainment. Unaona, unapatia entertainment. Unaona? Sasa huwa anafanya hivyo kwa sababu ya kuentertain hawa mama. Alafu unajua wababa tena wana complain. Kwa nini wababa wana complain? Kwa sababu unajua mimi huwa na entertain wa mama. Unaona? Unajua nikientertain wa mama unajua hata kwa marriage ukitaka kuishi vizuri changamsha bibi yako. Unaona, changamsha bibi yako. Unaona, usipomchangamsha ati tuone ingia tu kwa nyumba ati nikukula tu ati akukuta kwa kitanda. Sasa unaona hiyo sio nzuri. Inafaa mnapiga story, mnacheka. Lakini sasa unajua wanaume wengi hawachangamshi nini mabibi zao. Unaona, wanajifanyanga wakikuja pale kwa internet wanapata mfalme tajiri ambaye ni wa mama, anawachangamsha, anawachemsha ubongo. Unaona, wamama wanakutambua. Wanatambua sana. Wamama ni kama unafurahisha wamama. Naangalia comment. Umekuwa threat kwa baba. That's why maybe wana complain.
Alafu unajua kitu wananipenda nayo. Unajua mimi huwa si kwangi na ile inaitwa ill feelings. Ati ile ukitusiwa unarudisha vibaya. Kwa sababu unajua pale kwa comment, unajua hii ni social media. Unaona? Na watu wengi wakikutusiwanga huwa anatusiwa. Mtu anatusiwa amerudisha, mtu anatusiwa amerudisha. Ama unakuta kuna mwingine anataka ajenda yake kwa kubwa kwa sababu ya kutusiana. Anakuja kukutusi lakini anataka nini yake iwe kubwa. Anataka ajenda yake kwa kubwa. Na yani na hizo matusi. Si unaona? Sasa mimi nilikuja kuona hata mtu atusi aje, wewe unasoma tu na kuenda. Unajua kuna watu wanapenda ku create cloud, kuleta cloud na matusi. So ukianza kutusiana, afu unajua hataangalia mtu wenu, wewe hataangalia. Kwa usha create nini image yako kwa watu. Sasa ile kitu huwa anafanya, ni kipost watu wa comment vibaya. Kwa sababu unajua kwa followers wangu wengi huwa anasoma comment. Unaona? Huwa comment, huwa anasoma comment. Sasa wakikutana na negative comment mwenye amenitusi, sasa unajua hapo sasa ndio napata watetezi. Ndio hiyo. Unaona? Hapo sasa wamama wananitetea. Wale mafuasi wako nini? Na mimi pia unajua kuna unajua nikiona negative comment huwa napatia na majibu, lakini si ile matusi. Unaona, huwa napatia na majibu ile yenye wamama wakiingia pale wanashangilia wote. Unaona? Kama wamama wanakuteteanga sana. Wamama wanashangilia wote. Wanasema yenyewe huyu ni mfalme wetu. Acha nikwambie, huyu ni bebe wetu. Kama si mwaka ni election Kenya. Kama kuna MP wa Facebook, akiwa mama wanaweza kuchagua wote. Mama wanaweza nichagua. Alafu kuna hii swali lingine nilikuwa nataka kuuliza. Unajua kuna hii dhana watu wanafikiria sana. Ati saa juu umeenda majuu, ukirudi Kenya, unarudi na pesa na magunia. Ati sasa ukirudi Kenya, utaanza kupost picha zako na magari Subaru. Sijui umeenda wapi, sijui umeenda wapi, sijui umeenda Mombasa, sijui umeenda wapi. Tuambie cause kuna zile picha yako ukipost vile umekuja, nimekuwa nikiona hizo comments. Utaambia watu aje? So kuna dhana fulani watu wako nayo yenye I think wanastahili hiyo kitu itolewe kwao. Unajua tukienda kufanya kazi Gulf, hata wale wa Europe ama Gulf ama nchi yote ya nje. Unajua huwa tunaenda kuhustle. Ni hustle. Tunaenda kufanya kazi. Na hapa Kenya umewacha familia yako. Unaona, umewacha mama, umewacha mabrothers. Sasa unajua ukiwa huko wewe unafanya kazi, hauwezi wacha family nje. Unaona? Unafaa kufanya biashara, unafaa kukula. Unaona? Wakati mwingine pia unafaa kuboost mama yako. Unaona? Wakati mwingine pia school fees ikokosa, unarusha kitu. Unachuna kitu alafu unawarushia. Tena pia kila mtu ana mambo zake zile unajiendeleza wewe mwenyewe. Because pia unaona ukitoka huko kuna ile time utatoka huko officially, pia unataka ukute mambo yako iko sawa. Iko sawa. Kwa watu wako na dhana ati mtu akitoka majuu, ni pesa. Tuanze kupost na Subaru. Sijui umeenda unajua watu wanafikirianga ukitoka huku sasa wewe unaenda tu kivyako. Sasa ukienda sasa pesa zote unaweka tu kwa account, utoi hata shilingi. Ati ukikuja unakuja na pesa umebeba gunia. Ukishuka ndege unatoka na gunia na pesa. Haikwangi hivyo, tunawacha family hapa. Sasa shida ikitokea hata mama akiwa mgonjwa, uweze wacha familia yako ilale njama ama nini ama family mtu wako kwa hospitali. Unaona? Unachuna kitu na wapatia. Unaona? Sasa ukitoka huko ile yenye utabaki nayo kidogo ndio unakuja ikiwa inatosha business ama ikiwa inatosha kununua shamba, chochote chenye utafanya ndio unafanya nayo. True. Alafu kuna hii kitu kingine nilikuwa nataka kuambia. Kuna watu wako huko Gulf ama huko majuu wanafikiria maybe wanatumia pesa zao watu wenye wanaishi nao kwa familia. Wanunulie shamba, wajengee kitu fulani. Ukikuja Kenya, ukiuliza shamba iko wapi, hakuna. Unaweza sema aje? Unajua kuna cases mingi zimefanyika hivyo. Unakuta maybe ulikuwa unatuma pesa wafanyie kitu fulani. Ukikuja huko Kenya hakuna kitu imefanywa. Pesa walishatumia na njia yenye haifai ama yenye mko meg. Unasema aje? Ile kitu ningewa advice ukiwa na family hapa
wewe watumie kitu kidogo. Lakini ikifika mahali pa kununua shamba ama kununua chochote hapa Kenya, kuja na pesa yako ujifanyie. Ile contract yako kwanza ikiisha, ukikuja kutembea. Ikiisha, wewe mwenyewe ukikuja ujifanyie chenye unataka. Lakini unajua sasa ukitumia mtu akufanyie, pengine unajua huku Kenya watu wanalala njaa. Unaona? Watu magonjwa. Unaona? Watu wanafanya biashara. Sasa biashara yake kirudi chini na akona pesa, unaona atashughulikia. Akiwa mgonjwa hawezi kufa na kuna tu pesa hapo. Kuna pesa yako hapo, si hata chuna tu. Unaona? Hapo kitu kingine. Alafu sasa ukikuja utaanza kumlaumu. Sasa wewe ukiwa na family, tuma kidogo, wewe watumie. Alafu ukitaka kununua kitu ama kununua shamba chochote unataka kufanya, wewe kuja ujifanyie wewe mwenyewe. Na I hope watu wangu, hapo umeshika vizuri. Kama unataka kununua kitu, unaishi huko Gulf, saidia familia chini unasaidia. Lakini kama ni kitu, wewe kuja ujifanyie hiyo kitu. Kwa sababu baadhi kuna kuanga hivi, unataka shamba. Unataka place iko prime. Unatuma pesa za shamba, na kwa hizo pesa umetumia nataka tena akulia hapo. Unaenda kutafutiwa shamba huko ndani. Kama wewe huko kwa mawe huko ndani. Unakuta wengine hawanunui shamba. Mtu anatumia kwa matumizi yake, wewe ukikuja unaanza zero. Unatarajia hata kununulia unaanza zero. Sasa unaanza kulia. Kwa maana unakuta wengine hata wakikuja mtu anajinyonga, mtu anakunywa sumu kwa sababu umefanya huko miaka nyingi, miaka karibu 10-12, miaka nyingi sana. Ukikuja unapata kuna chochote. Sasa hiyo mtu anajitoa uhai. Kwa sababu ya ile stress. Kwanza unashikwa na stress, depression inaingia. Alafu unachukia kila mtu. Alafu unajua huko umewaste time yako. Unaona? Miaka zimesonga, hujaolewa. Unaona? Kwa sababu ndio ukikuja upate kuna kitu imefanywa, lakini ukikuja unakuta zero. By the way. Unaona? Hiyo ni vibaya. Sasa wewe ukitaka wewe kuja ujifanyie. True. Okay, vile ningetaka kuambia, unaweza advise aje watu wenye wako huko majuu, mtu mwenye ana plan kwenda huko Gulf kufanya kazi, unaweza wa advise aje? Kwa sababu umekuwa huko, kuna ile miaka umefanya kazi, unaweza wa advise aje? Na pia ukiwa advise waambie, najua ukiwa huko juu hautaishi huko milele, lazima utarudi Kenya. Unaweza wa advise aje in terms of savings na nini na place ya kwenda kufanya mambo ya agency hizo zote? Mimi ile kitu ningo advise, wakitoka huku hakikisha waangalie ule agent mzuri. True. Mwenye akiwapeleka huko si anaenda kukutupa. Na ule mwenye atakupeleka huko na akufuatilie. Unaona, akufuatilie mpaka mahali huko. Ile yenye hata wazazi wakienda kwa hiyo agent, ukifuatilia mahali huko utapatikana. Unaona, kwa sababu kuna agent wengine wanaenda kutupa watu huko. Bora tu wapate zile pesa zao. Hawa washapata pesa na washakuuza. Unaona? Kitu ya pili ni ile kitu ningewaomba ni wakifika huko, fanya kazi kwa bidii. Unaona, wewe fanya kazi kwa bidii. True. Hata ukipata ule mdosi sio mzuri, wewe vumilia, kuwa humble. Unaona, wewe kuwa humble, wewe si kazi ndio imekupeleka. True. Fanya kazi, usave pesa yako. Unaona, ukirudi ukiwa unataka kwenda huko, utaenda. Ikiwa utaki utabadilisha. Unaona? Lakini ukuje ukiwa umejipanga. Hii mambo ya kukuja alafu hii mambo ya kuenda huko alafu unatumia mtu pesa sijui ninunulie shamba, sio mzuri. Hiyo inavunja moyo sana. Kwa sababu unajua shamba ni yako mwenyewe. True. Sasa
hakuna venye mtu anaweza enda kununulia shamba, kwa sababu hata shamba yenyewe itaandikwa kwa jina yako. Unaona, itaandikwa kwa jina yako. Mwenye ananunua hapo, yeye ataandikwa jina yake. Mwenye ananunua hapo na unajua yeye unajua anaenda kukununulia. Sasa unajua hapo tena hapo tena huwa inachanganya. Sasa afadhali wewe usave, ukirudi utajinunulia ama ukuje ufanye biashara, ufanye mambo zako zenye unataka na maisha itakuwa mzuri. That's so. Maisha itakuwa mzuri. But hiyo ni advice mzuri sana. Alafu kuna wengine mtu anatoka huko Gulf anakuja sherehe Kenya. Kila mtu ako na pombe. Una advice aje wase? Wale wanatoka Gulf kuja kama umejipanga, kwa sababu hata kuna wengine huko wanaenda huko kuenjoy. Unajua sio wote wameenda Gulf kunini. True. Kazi. Kuna wengine matajiri hapa, kuna wengine matajiri hapa. Yani amechokesha wazazi. Wazazi wakasema huyu afadhali aende huko Gulf, akae huko. Atuondokee. Afadhali akaenge huko. Sasa unajua yeye ukifanya naye kazi, yeye unajua anakunywa kila siku. Yeye anapata mshahara yake, anakunywa kila siku. Sasa ukiingiliana na yeye umepotea. Yeye unajua wakati mwingine mwisho wa mwezi unajua ile mshahara anapata, lakini familia yake bado wanamtumia kwa sababu unajua ni matajiri, wanamtumia. Sasa wewe unajua wewe unashirikiana naye, tukunywe, baadaye utaambukia patupu. Sasa wewe ukienda ishi kivyako, sio unaona? Jua chenye kimekupeleka, sio unaona? Ishi maisha yako. Marafiki sio mbaya, lakini usikontroliwe, unaona, usikontroliwe na mtu, unaona, wewe jicontrol. Fanya chenye kimekupeleka huko. Ukishamaliza contract wewe rudi, unaona. Ukiona mpangilio zako wewe rudi, fanye vitu zako, unaona. Alafu kuna watu wengine mtu anatoka huko anakuja saa kusherehekea na marafiki. Hiyo sio mzuri. Marafiki unakuta wamenyonya pesa yote, kwa sababu unajua wewe umeenda huko ka struggle, unaona, umestruggle hiyo miaka yote umefanya huko. Hiyo miaka yote umejiwaste, umejiwaste miaka nyingi sana. Na unajua miaka hazirudi nyuma, zinasonga mbele. Watu wanaenda wakizeeka, unaona. Sema kwa mfano hujaoa, kwa mfano hujaolewa, unaona. Sasa ukienda huko fanya kile kimekupeleka. Sasa ukirudi wachana marafiki, unaona. Wewe wachana marafiki. Wewe kuwa na marafiki mmoja mbili, lakini wachunguze wale legit, unaona, wale legit. Sio wale marafiki ati tuende tukakunywa pombe, sijui tuende tukafanya hivi, unaona, tuende kwa wanawake, unaona. Sasa hizo vitu zote wewe zinaharibu pesa, unaona. Wewe ukitaka mwanamke, settle down, wewe kuja fanya mambo zako, utafuta mmoja uoe, unaona. Lakini kila mtu ako na pombe, hiyo sio mzuri. Hiyo sio mzuri. Sasa lingine nilikuwa nataka kuuliza, what about wenye wako huko Gulf na watumii wazazi kitu? Kuko nao wako huko majuu. Okay, kuna mtu ameacha mtoto home, maybe ni msichana. Pia kuna wanaume wengine wameenda wameacha maybe wazazi huko, lakini hawatumika kitu. Unaweza mwambia aje? Unajua kutuma sio mbaya, lakini unatuma kidogo, una save kidogo. Tuseme kwa mfano ukituma hata 5k kila mwezi sio mbaya. Kama unapata 30 ama 25 ama 20, utume 5 kwa mama yako mzazi, si anakubariki. Na by the hakuna kitu mzuri kwa hii maisha kama baraka za mzazi. Hata huwezi ona vibaya ukiwa na huko by the way. Kwa hiyo kuna mtu wako huko pesa zote anakula. Kuna wengine wako huko lakini wanaharibu pesa sana. Lakini pia kuna wengine wako huko majuu lakini familia saa zote tuma. Hiyo nayo unaweza sema aje? Unajua hiyo tuma sio mzuri.
Na hiyo ndio huwa inafanya watu wengi hata wanazima simu. Ndio hiyo by the way. Unakuta mtu ametoka hapa ameenda majuu. Huko majuu sasa unakuta unaambiwa tuma. Sasa wewe tuma na wewe pia uko na maisha yako. Sasa wewe jipange. Kutuma unaweza tuma hata after 3 months ama 2 months ama venye wewe unataka, lakini sio tuma. Unaona, kwa sababu hiyo tuma wewe utatoka hapo mkono mtupu, ukirudi mkono mtupu na utaanza zero na utakuja tu kwao. Na pia ukikuja kwao au si watatarajia ati kijana ametoka majuu ama msichana ametoka majuu. Sasa kama ulikuwa unatuma na ilikuwa tu ya kukula, unaona, ulikuwa unatumia wanakula, hawako wanasave, wanatumia wanakula. Sasa itakuwa shida. So itakuwa tu ni kama hujafanya kitu. Itakuwa hujafanya kitu. Sasa ukifika sasa ni kutusiwa. Itakuwa ni madharau. Sasa wewe ukitaka vizuri si ati tuma. Wewe ukisikia tuma, wewe zima simu, alafu ukae karibu 3 months ama 4 months, unatuma mara moja. So unaona, unatuma mara moja. So hiyo ni mzuri sana. By the way, guys, tumekuwa na wamama mfalme tajiri mkuu. Wamama umefurahia. Wamama wamefurahia. Boss, situpe nafasi mwana. Wamama, I hope mmefurahia. Mfalme tajiri mkuu amempea story yake vile iko. Mfalme, tumalizie. Sijui utamaliza aje wewe, maliza tu hiyo. Wamama, mimi nashukuru sana. Nitaendelea ku entertain. Mimi nawapenda kwa moyo wangu wote. Na msijali, hata wale wako Gulf, hata wale wako huku, nitaendelea ku entertain. Nyinyi msijali, unajua kuna wale wenye wako Gulf wamekuwa wakiniambia ati wewe sijui utarudi lini, lakini nyinyi msijali, hata kama sitarudi lakini nitawaentertain venye mnataka. Unaona? Sasa mimi nawapenda kwa moyo wangu wote. Exactly. Now make sure mama subscribe ingeni YouTube, msubscribe kwa YouTube ya Mfalme tajiri mkuu wa mama. Subscribe. How 48 followers uko nao nini? Facebook. Kama 49,000 followers. And then pale kwa YouTube channel ya Mfalme tajiri mkuu. Subscribe. Let's support this guy. Let's support him. He's our own. Let's support this guy. Ama ni aje Mfalme tu. Hapo ni sawa. Alafu sasa kitu tutafanya ndio tumalize. Ambia wa mama utaorganize mkutano mkubwa wa mama. Organize mkutano mkubwa wa mama. Nitaorganize sherehe. Sherehe wa mama. Sio rally. Wanakutambua? Sio rally, sherehe ya wamama. Nitaorganize hivi karibuni. Unajua round hii kufanya homecoming party. Au kufanya kama ile ya 2019. Nilikuwa na homecoming party. Lakini round hii sikufanya. Unajua nini? Kuna COVID na nini. Kuna kwa sababu hii mambo ya COVID sasa ingewezekana. Lakini hivi karibuni nitafanya sherehe moja kubwa ya wamama. Namjua nawapenda kabisa. Wamama mnapendwa, wa baba. Hebu kaeni huko kwa kona, wa baba. Lakini wa baba pia msubscribe kwa channel. Lakini tukifika hii story nyingine, wa baba kaeni kando, wa mama come near. Mimi ndiye mfalme wa mama. Ndio hiyo. Wa mama's husband. Wote. The king of wa mama. Thank you so much. God bless you. Amen. Thank you so much. Asante. That's wa mama. Asante. Na mimi hapa ni Kim Kimzigi comedian. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you guys. God bless you. Nawapenda sana. God bless you sana.